Hapa kuna wale ambao wananitambua, kuna wale ambao mimi nimekuwa mgeni kwao. This is Agr On Tghe Road. Huyu ni Videl, naona kuna Masi, naona kuna Dere, Jaki Kadere, naona kuna Mwano Nka. Tuko matembezi. Kuna wale wanasema kwamba wanajua Kanairo. Najua Kanairo ni kubwa sana. Kanairo ni kubwa sana, Lakini sasa hapa tuko, naona Kanairo imechange, Nairobi imechange kabisa. Nasikia kwamba kuna uhapa wa wanaume. Masi kuna county hiyo inaitwa Murang'a. Inaitwaje hiyo county? Ni Murang'a ama ni Murang'a? Sijui, labda unijuze. Kwani hujaisikia maneno ya Murang'a na Murang'a? Sijasikia, nijuze tu. Hiyo county ni kitu gani kinaendelea kule? Wewe kwanza inaitwa Murang'a Wengine wanasema Murang'a, wengine wanasema Murang'a. Mimi sijui real. Mimi najua vile nilifunzwa herufi Murang'a. Mu. Edwin, inaitwa Murang'a ama nini? Murang'a. Murang'a. Takwimu zile ambazo tulikuwa tumefanya 2019 na census. Ndio maanisha kwamba wanawake ndio walikuwa wengi ama ni wanaume? Siwezi kumbuka, uliza Masi. Basi nasikia wewe ndio senior. Kwani mimi ndio nashika statistics. Hujui ni wangapi walikuwa wengi na wangapi walikuwa wachache? Najua tu kwa kawaida wanawake ni wengi kuliko wanaume. Naam. Sasa hivi leo habari ambazo zinatufikia katika meza yetu ya habari tukiwa katika Agr On Tghe Road. Tunaambia kwamba Murang'a County wanaume wamekosa. Kuna uwapa wa wanaume. Sijui yani wanaume hawapo. Wanawake unapata mwanamke yako pale hajaolewa. Hakuna mwanamume wa kumuoa. Amefika ule umri wa kuolewa, hajaolewa. Haimaanishi wanaume wamekosa. Wako wapi? Nadhani labda wamepotelea kwenye uraibu wa mihadarati ama pombe haramu, ama labda wamepotelea miji mingine kutafuta riziki. Murang'a ni town moja, ipo Nairobi ama iko wapi? Iko karibu na Nairobi. Edwin, wameenda wapi? Sasa mimi nitajuaje? Mimi si mwanamke shwali. Census yenyewe ilionyesha kwamba wanaume wamekuwa wachache. Sasa mbona wanaume ni wachache kushinda wanaume? Kwa maoni yako tu. Pengine kuna ule uraibu wa kunywa pombe, kuna ule uraibu wa kunywa kuvuta bangi, wajua. Kuvuta hiyo wajua inapunguza zile nguvu za kiume. Sasa pengine inaonyesha kwamba imekuwa kidogo. Naam. Kuna senior driver, unajua tuko na senior driver. Tunaelekea, atatuambia kwanza anatuelekeza wapi. Sijui mbona anasimama. Sijui mbona anasimama, but ni sawa. Tulikuwa na senior driver hapa, tulikuwa tunaelekea mahali, tunaenda wapi jamii? Maeneo ya Kitengela. Unajua mimi sijui hapa Kanairo bwana. Ukitoka Kanairo unaenda Mombasa Road ndio unaenda Kirengela pale. Ngoja kwanza kabla hujasema tunatoka wapi tunaenda wapi. Naam, vizuri. Wewe unajua Kanairo? Najua Kanairo vizuri sana. Umepotea ama hujapotea? Unajua Nairobi imechange. Kweli kabisa. Unajua huyu mimi cameraman wetu akiangalia mahali, ukiweka mic yako vizuri tukusikie, si unaongea. Nasema ukiweka kamera mahali ukiangalia hapa nje vile kulikuwa some 3-4 years ago, si kama kuko saa hizi. Unaona pale kuna development, kuna barabara zinatengezwa pale. Unaona kuna vitu mingi imechange, kuna nyumba ambazo zimejengwa. Masi hata umeona yale ambayo yametendeka katika Kanairo. Hebu waambie watazamaji. Nimeyashuhudia na kwa kweli mimi nasema kwamba serikali imefanya kazi nzuri sana. Na najua kwamba Nairobi City itakuwa the best city in Africa, second to none, ambapo I think it attract investors kwa sababu ukiangalia maendeleo infrastructure ambazo zinajengwa pale ni nzuri zaidi, mpaka zinakufanya unapotea, ujui bahala ambapo unajua afya center ujui ni wapi kwa sababu ya zile barabara ma infrastructure ambazo zinajengwa. Naam. Tukigauge, tunarudi pale kwa Murang'a, lakini tukigauge serikali zote ambazo zimefanya kazi. Kuna ile ya Kibaki, tuanzie Kibaki kwa sababu hizo zingine zilikuwa tu ile ambayo tumeshuhudia. Kuna ya Kibaki na kuna ya Uhuru Kenyatta na Ruto. Ni gani unaona imefanya maendeleo katika infrastructure? Kwa sasa hii serikali ya sasa imefanya mengi sana
kutengeza barabara, majumba, kwa sababu ukiangalia SGR ndio ilikuwa brainchild ya serikali iliyopita, lakini imeweza kutekelezwa na serikali hii. Ukiangalia barabara ndio zilikuwa, lakini sasa hizi ni zile tunasema super roads, zile ambazo labda zitapunguza jam kabisa, kama hii ambayo tunashuhudia Mombasa Road. Utapata kwamba zitapunguza jam. Kama tunasema kwamba kwa infrastructure serikali sasa imejaribu sana. Nikirejea katika umwano nga Edwin Makaya, tukigauge katika serikali ambayo ilipita na serikali hii, ni gani unaona, kwa sababu umetembea Kanairo, umeona vile kuko pale nyumbani kwenye unatoka, umeona vile kuko, ni gani imefanya kazi at least? Kwa maoni yangu mimi nasema zote zimejaribu. Unajua kila mtu na ya kwake tu kila mtu na tuseme aje jitihada za kwake. Wajua ukiangazia kwa wote, kuna wale pia wako na ulegevu kidogo, kuna strength na weakness kwa kila mtu. Kwa hivyo kila mtu amejaribu kivyake tu. Lakini sasa hivi mimi naona kwamba Nairobi imebadilika kweli. Unajua nimekawia zaidi kufika Nairobi, kwa hivyo nimekuja nikagundua kwamba kidogo waweza potea. Si waweza, nishapotea. Naam. Bado jibu nangoja jibu. Jibu nishakwambia kwamba kila mtu amejaribu kadri ya uwezo wake. Kwa hivyo siwezi kadiria niseme kwamba fulani amejaribu zaidi ya mwingine. Kuna wote wameshajaribu, wote wamefanya kazi. Naam. Unajua anasema anataka kukwepa pale, anasema kwamba anakwepa kwamba sasa kila mtu amejaribu. Kenyatta amejaribu, Moi amejaribu pale. Wote wamejaribu. Ni nani amejaribu zaidi ya mwingine? Okay, nipe options. Nani? Kati ya serikali ya Kibaki na serikali ya Uhuru. Kati ya serikali ya Kibaki na serikali ya Uhuru. Specifically on infrastructure. Infrastructure kidogo nasema kwamba serikali ya Uhuru imejaribu, lakini maisha ya gharama imeenda juu zaidi bana. Unajua ukizungumzia maisha ya gharama, kuna deni zinakopwa pale, umeona kazi zinafanya, umeshashuhudia mwenyewe, umeona kazi ambazo zinafanya pale. Sasa hivyo ukisema magharama haiwezi kuwa iko vizuri, uchumi haiwezi kuwa iko vizuri na kazi inaendelea. Kwa hivyo kwa maoni yako ni vizuri, ujenzi unafanywa, lakini sasa hivi mafuta imeenda 134, 135. Kwa hivyo uko sawa nayo? Niulize. Mimi sina gari. Mimi nitasema kupa jibu langu, lakini ningependa kuongezea kwamba serikali ifungue miji mingine zaidi. Unaona Nairobi imefunguliwa sana. Sasa tukienda kwa mfano ni Kisumu ama kisema Mombasa ama Nakuru, ifunguliwe zaidi, pia kuwe na zile infrastructure ambazo zinaweza zika attract investors pale. Unaona? Kwa hivyo utapata kwamba investors wengi ama wale ambao ni wawekezaji wataja Nairobi. Ukienda Kisii hawapo, ukienda Homa Bay hawapo. Kwa hivyo wafungue pia miji mingine kwa kujenga barabara na majumba mengi ambayo yanaweza kutumia kufanya kuendeleza uchumi. Sijui Mazi, juzi tu tumekuwa tukitravel na wewe katika matatu moja. Tulikuwa tunatoka pale same plan, tulikuwa tunaenda katika studio yetu. Wanasidi kusema kwamba gari zimefunguliwa pale, watu wafai mask. Walisema kwamba gari sasa zimeruhusiwa kubeba watu kama kiasi kile ambao kilikuwa kinabeba pale awali. Ulionaje hiyo situation? Unajua kiasi ambacho cha watu ambao walisema wanataka kubeba ni kiasi cha watu 11 kama kawaida. Lakini unapata gari matatu ambao linafaa kubeba watu 11 ama 14 linabeba watu hadi 20. Hadi wengine wamejaa kwa mlango, hata hakuna hewa inaingia pale kwa gari, na kuna corona na hawajavaa mask. Na ukienda kuteta wanakuambia kwamba wewe kaa hapa, wewe sisi tunaenda. Unaona, kwa hivyo bado naam. Na vile vile watu wanajazwa zaidi kwa sababu ya nini? Bei ya mafuta iliweza kupanda. Kwa hivyo wanaweza kujaza watu wengi zaidi kuonyesha kwamba labda wangependa wapate kipato zaidi. Naam. Kuna wale ambao wametuma jumbe zao na nataka kuangalia kidogo nione jumbe tofauti ambazo zimefika studioni. Koni Alex anasema kwamba nawaona Massive Videlis, Mochoge na Edu kazi nzuri. Jared Ochenga anasema kwamba yupo ndani from Machakos. Asante sana. Violet Kirubo nimekuwa na pale, Mary Nyakemto nimekuwa na pale. Anasema kwamba mnaenda wapi jamani? Masi tunaenda wapi? Mimi wote nikwambie kwamba mimi najihisi mchovu, kwa hivyo natafuta mahala pa kulala. Edi niwe waenda wapi jamani? Mimi nafurahia kutembea Kanairo bwana. Nafurahia nafurahia kuangalia wajua hizi vitu hazipatikani pale Kisii, kwa hivyo
lakini tunaelekea maeneo ya Kitengela tukiangazia kidogo pengine kama tunaweza pata malazi kisha tushughulikie mawili matatu hapo kesho. Kuna mengi tumekuandalia kutoka Agr, kuna mahojiano kadha wa kadha kutoka hapa Nairobi, kwa hivyo usibanduke. Na by the way ni wajuza kwamba kuna wale ambao wanasikia kwamba kuhusu live streaming service. Kuhusu live streaming services, eh? By the way, leo tulikuwa maeneo ya Kiambu, mahali inaitwa Githunguri, Githunguri. Maeneo inaitwa Githunguri, naam, Kiambu. Wajua nikishika hii kamera kidogo na kichwa changu inaonekana kubwa zaidi, kwa hivyo nahofia kuionyesha. Kwa hivyo ilinionyesha masi. Acha nionyeshe masi badala ya hiyo. Pengine hapa naona imeangaza zaidi. Ukiangazia pale. Naam, nilikuwa nazungumzia mambo na live streaming. Nilikuwa nasema leo tulikuwa maeneo ya Githunguri. Inapatikana pale maeneo ya Kiambu, kaunti ya Kiambu. Kwa hivyo walitupokelea vyema zaidi, wakakubali kazi yetu, professional live streaming. Kwa hivyo ukiwa uko na hafla yoyote ile, ukiwa uko na event yoyote ile, tufikie maeneo yote, hata kama ni pale Garissa, fika tu, mambo itakuwa shwari. Naam. Hizo live streaming tunazifanya, tunaweka live, tunaenda live wapi? Unajua tukisema live streaming hii mambo na online. Kwa hivyo tunaenda pale YouTube live, tunaingia pale Facebook live, alafu mambo inakuwa kanairo. Jamaa yuko hapa ambaye ana havla pale, hajui atapata Edwin aje, Agr atawapata aje, wajuze. Unaweza ingia mtandaoni, Facebook fan page, unaweza tuma ujumbe wako pale, vile vile waweza nifikia mwenyewe mimi kwa nambari 0713745447. Wanaambia kwamba ukipiga hiyo simu 0713745447, ukipiga hiyo simu upate ni mwanamke pale, jua umepotea ama umepiga wrong number. Tuko katika Agr. Pengine sauti yangu inaweza kuwa kama mwanamke, kwa hivyo uwezi. Penzi mtazamaji, tuko katika Agr On Tghe Road na tunaendelea kukujuza yale ambayo tunakumbana nayo wakati tunatembea pale Kanairo pale. Tunazunguka tu mdogo kutembea Nairobi ili tuweze kuwajuza na kuwaambia yale ambayo yanajiri. Mazi, jambo la mwizo. Jamani nimewamisi sana. Haiwezi kuwa ya mwizo la Huyu Fidel ni mchawi jamani. Pole lakini mwizo. 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 Jambo la mwizo. Anyway, mimi nilikuwa nasema tu nimewamisi sana by the way. Kwa hivyo tuko hapa Kanairo, tunatembea kidogo, tukiwajuza mawili matatu ambayo yanaendelea kila mahali, sehemu zote. Kwa hivyo stay tuned Agr FM, na kumbuka kwamba si lazima utupata studio. We have a moving studio sasa. Tunatembea bado tuko live ama vipi? Tutaendelea kukujuza mengi. Kuna jambo la Moranga bwana. Kuna jambo liongelea, unaikatiza aje bwana? Hujamaliza bado? Unajua tuseme kwamba wanaume wamekuwa haba, yani wamekosekana pale Moranga. Sijui sasa kama watu watazidi kuzaa pale. Ulisema kwamba wameenda, ulisema kwamba ni wamejiingiza katika vileo. Pengine niseme, alafu vile vile si uhaba. Unajua siku hizi wanawake kuna vile wamejiweka, inabidi kwamba wanaume wamesepa kidogo. Mambo na ndoa kidogo imekuwa ngumu. Alafu vile vile kuna vile wanaume. Walisema ni kaunti gani? Moranga ya. Sitaki kusema, sitaki kuongea. Chani nyamazia tu. Unapata kwamba pale Moranga wanawake ndio wanatafuta kazi. Labda wanaenda pale nje, wanaenda kufanya kazi ya kijungujiko, kutafuta kitu cha kuweka mezani pale kwa watoto. Na wanaume labda wamepotelea kwenye vileo. Kwa hivyo unapata kwamba wao ndio the heads, wanakaa kama ni heads of the families. Ndio maana labda yule alikuwa anasema kwamba Moranga wanaume mko wapi? Kwa sababu majukumu wameyakwepa labda. Sasa wafanyaje? Sijui. Hatujajua shida ni gani. Naam. Ya haya tunayozungumza ni maoni tu, hatujaenda kule tujue kipi kinaendelea. Naam. Mimi nasema kwamba wale ambao wanaume wameanza kuzembea pale katika kutimiza majukumu pale nyumbani.
Wengine walisema, nisikia kwa taarifa kwamba wengine wameshikwa pale, wengine wamejingisha katika vileo pombe, wameshikwa pale. Sijui sasa utaambia wanaume nini jameni? Wanaume wote unajua si Murang'a peke yake. Wewe ni mwanaume wa advice tafadhali. Edwin yupo, mwanonga yupo hapa. Senior. Ni advice kuhusiana na nini? Unajua wanawake ndio wana complain, sio? Kuna wakati pale nyuma tuliona kwamba kuna wanawake walikuwa wanaandamana pale maeneo ya sijui ni Murang'a ama wapi pale. Walikuwa wanavua walikuwa wanavua mavazi yao kusema kwamba kidogo wana njaa, njaa ya chakula, pengine mihogo haiko imekuwa pale. Kwa hivyo mimi kitu nasema kwamba kama ujisikii na ndoa achana nayo. Kama umeoa achana nayo bado. Lakini responsibilities kama uko na watoto basi itabidi umejukumika. Penzi mtazamaji, msikilizaji wa AGR, mimi sina lingine bali ni kumpa basi Ontita na Edwin Mokaya watumalizia, ndipo tukifika pale kwani leo tumekula nini jameni? Tukifika pale Kirengela tuweze kuwafahamisha kwamba tumepata yapi pale. Masi, jambo la mwisho? La mwisho nimewamii sana na natumai kwamba sooner or later tutapatana tena katika, unajua kama kawaida tunapatana wapi kila asubuhi, lakini kwa sasa nasema shukran kwa kuwa ndani ya Agr on the Road, kwamba tuko barabarani tunakujuza yale ambayo yanaendelea, lakini kumbuka kwamba tutaendelea kukujuza mengi kesho kutwa, mtondo na mtondogo. Kwa hivyo keep it locked Agr FM. Watu wa Kitengela waulize kama wako wapi jamii. Baadhi kuna watu wa Kitengela, nani yule anasikiza kutoka Kitengela? Huyu ngoja, huyu anasikiza kutoka sehemu za City Cabanas, Omete Ondari. Kama unanisikiza sasa hivi, hebu jitokeze bana, labda atatoa kakuku hivi. Sasa mimi ni mtu wa Manago pale. Ni mtu wa Manago pale. Anyway, watu ambao wako maeneo ya Nairobi, hebu jitokeze, sema uko wapi. You never know, tunaweza tukafika pale pia tukugotee. Alright? Mwanonka, jambo tu. Jambo la mwisho ama lipi? Hilo tu. Jambo la mwisho ni ikiwa unataka kuingia kwenye ndoa, ingia. Ikiwa hautaki, achana nayo. Alafu vile kumbuka kwamba tukiwa Nairobi kuna mengi, jinsi nilivyokuambia kuna mengi tumekuandalia. Kwa hivyo jua kama tuko hapa kuna mengi, kwa hivyo usibanduke. Na tunatarajia kurejea Kisili ama sasa tumehamia mjini sasa. Tunatarajia kurudi wakati tushamaliza mission. Kwa hivyo siwezi sema mission ni gani. Watu wa Kitengela nataka kufika huko ni watafute moja kwa baada ya mwingine, kisha niwalete hewani tuzungumze moja ama wili. Penzi mtazamaji, naona Christine Ombasa, Joseph Humble, Albert Mwashani anasema kwamba yupo ndani, Silvan Nyaboka anasema kwamba yupo ndani, Jeremiah Chenga anasema kwamba yupo ndani from Magena Kisi, Robert Onyinkwa, Keen Referring from Bomet County, Jeremiah Ochanga anasema kwamba yupo ndani. Mnaelekea wapi jameni? Tuko katika barabara ya Mombasa Road, tukielekea pale maeneo ya Kitengela ili tuweze kuzungumza na wananchi katika maeneo yale. Faith anasema kwamba nimetuma kakangu hapo, so kila mmoja atasema yuala nini jameni. Jeremiah Chenga anasema kwamba achukua kuku hapo. Masi, nasikia kwamba kuna kakuku pale mlolongo umewekewa pale. Loni Umwesha anasema kwamba kutoka South B, South Mugrango, yupo ndani anazidi kutegea AGR FM. Kumbuka kwamba enda upande wa YouTube, subscribe to our YouTube channel ili tuweze kutangamana moja kwa moja. Nasikia ni kama kuna kitu kinaniuma kwa sababu mwanangu amesema kama hutaki kuoa basi acha. Unajua kuna Kiafrika ama katika zile tamaduni za Kiafrika nasema kwamba kama wewe ni mwanamume lazima uwe ama uache kizazi kabla siku zako hapa duniani hazijaisha. Kwa hivyo wakati mwingine huenda wazazi wako wameona kwamba jamani umeshindwa kuzungumza na wanawake, mami vipi? Wakabeba mwanamke na watoto ama wakakuletea mwanamke. Utatoroka ama utaachana naye? Hebu nijibu wanaonka. Ikiwa si swali sijalielewa. Unapata kwamba mwanaume ameachana na ndoa, hataki, labda hataki kuwa, sivyo? Alafu unapata kwamba Kiafrika kitamaduni lazima mwanamume awe na kizazi. Unapata kwamba wazee pale wamama pale wamejitokeza wakaja wakaleta mwanamke pale nyumbani aje akazae, sivyo? Utafanyaje? Unajua kwa kawaida kuna mila na desturi. Ikiwa bado kuna wale ambao tuseme kwamba
Kuna wale ambao hufa kabla hawajaoa, sio? Wanafanyiwa nini? Sijui, wewe niambie. Ndio nasema, ikiwa haujisikii na ndoa, hakuna haja ujiingize kwenye ndoa ukifuata hizo mila na desturi kisha baadaye tusikie mtu ashajitia kitanzi. Haina haja. Naam. Wafanyaje? Watu waoe. Watu kama ujisikii kuoa, kama ujifeel nayo, achana nayo. Na ukiletewa, kwa sababu akina mama akina baba wanajiweka pamoja, wanaleta mwanamke wanasema huyu basi ndiye bibi yako, kama utaki kuwa huyu atalinda hapo, utafanyaje? Utamfukuza? Jambo mbaya zaidi maishani ni kuletewa bibi ama mpenzi. Kama ameleta bibi tuseme basi huyo ni bibi yao. Kama ameleta mwanaume basi huyo ni bwana yao. Naam. Unajua? Hiyo sikubaliani na mwana onka. Kuna wale wanadada, hasa wale wanadada ambao wanafanya kazi nje za nje. Unapata mwanadada pale ameenda pale, alikuwa ameolewa pale, amerudi kwao pale, kuna watu wawili. Bado kwamba amepata kamkwanja pale, ako na 1200 pale, anasema kwamba sasa mimi sitaki kuoleka. Nataka kununua shamba nilee watoto wangu. Utawaambiaje? Jua siku hizi wanawake wengi ambao wanafanya kazi Gulf, by the way, hawaoleki. That is a true story. Fuata moyo wako. Ukijisikia kwamba unataka kuoleka sawa, ukijisikia utaki kuoleka sawa. Wajua ndoa pia kwa wakati mwingine inakuwa kama ni jela, umejifunga mwenyewe. Ikiwa unaona kwamba kwenye haya maisha waweza pata watoto kutoka kukote pale, uishi maisha yako raha mstarehe bila stress, basi hayo ndo maisha. Natuambiane ukweli tu. Unaweza kaa miaka 20 kama sasa una mume pale, hujai kutana na mume. Ndo nasema, wajua siku hizi watu pengine kuna ile ndoa ya contract. Unaleta bibi, mnaelewana kwamba huu ni mwezi mmoja na kulipa hela hizi. Basi wewe nizalie kisha tule pamoja, lakini majukumu mengine mimi sina, wewe si bibi yangu. Unaona? Pengine ukiona hayo ndo maisha unataka kulead basi. Hayo acha nikukumbushe kwamba kuna sheria pale ambayo iliweza kupitishwa pale na mahakama moja kule Machakos na Tumai, ilisema kwamba mwanamke kukaa nyumbani awe housewife ile miezi 9 amelea mtoto pale nyumbani ni kazi ambayo inafaa kulipa, na sio ile peke yake, anafanya majukumu mengine pale. Kwa hivyo ikifika kwamba ni 50-50, it doesn't matter kama wewe ndio unaleta pesa nyumbani, itakuwa 50-50. Ndo nasema kwamba mnaelewana, you sign a contract. Lakini hayo yote ni kutokana na wewe mapenzi ya kwako, unaona? Yaani jambo muhimu ni lile kwamba ikiwa unataka kuoa sawa, ikiwa hautaki kuoa sawa, ukitaka kuoleka sawa, kama hautaki kuoleka unataka kuishi maisha yako mwenyewe, basi. Mimi sina la kusema, basi endelea. Haya, la mwisho ningesema hivi, wapo pia umeamua kwamba utakaa single parent na labda una mihela kidogo, basi be very smart, invest. Usiwe labda una shilingi 100,000 ama shilingi 1,000,000 unasema hizo utaziweka kwa benki. Hapana, enda pale nje fanya investments ambazo zitaleta faida, ndipo useme kwamba unaweza ukaishi na watoto wako vizuri. Naam. Hapo sasa naona Masi mshazungumza na naona vile vile giza imeanza kuingia, itabidi tumekata stream. Kuna ujumbe ambazo ningependa niweze kuangazia. Kuna jumbe ambazo zimeingia hapa na ni nyingi kwa kweli. Na sitafuta niweze kuziangazia kidogo. Sijui zimepotelea wapi jameni, Ni kama zimenipotelea kidogo. Sijui tutaziangazia hapo baadaye. Pezi mtazamaji, Agr On Tghe Road, Videl Omoshoge, Mwanonka Edwin Mokaya, and Mercy on Tira.